Chuo kilikuwa kinajulikana kama hivyo USES, utalisikia hilo jina. Hiyo kashangaa kwa sababu watakwambia wanasoma USES kwa sababu wao walisoma hapa. Kwa hiyo kabla ya 2014 jina rasmi la chuo lilikuwa ni University College of Education Zanzibar. Kwa watu wamegraduate hapa, degrees zilikuwa zinatoka Sudan, International University of Africa Sudan. Lakini usomeshaji, usimamizi chini ya TCU ulikuwa unafanyika hapa. Nukta yangu ya pili ni pongezi nyingi kwenu. Na hii nafikiri imegawanywa kwenye vigawanyo vitatu, viwili vikubwa na kimoja kidogo. Cha mwanzo ni kwamba bidii na jitihada ambazo zimepambanua nyie kuanzia darasa la 7 waacha wenzako nyuma, ingia form 4 kaacha wengine nyuma, ingia form 6 kaacha wengine nyuma, ukafika hapa. Tawfiki ya Allah na jitihada zako hizo ndizo zitakazokuvusha hapa pia. Utakuwepo hapa kwa mwaka mmoja kama ni certificate, miaka miwili labda kama ni diploma, au miaka mitatu au miwili kama masters na degree ya kwanza hapa. Mbinu ni hizo hizo. Kama ulikuwa unajinyima muda wa kucheza ili usome kwa bidii, basi hivyo hivyo. Hiyo taaluma uliojichagulia ukubakisha kitu katika hiyo mwaka mmoja au miwili au mitatu utakayokuwepo hapa. Umesomeshwa darasani, umejisomesha mara 7 zaidi ya vile ulivyosomeshwa. Umetumia library kama ilivyonasihiwa, umetumia mtandao, umeongeza taaluma mpaka wewe mwenyewe unajihisi kila ukiingia kwenye geti la SUMAIT pale, ukitoka unahisi tofauti. Kwa hiyo lazima mawasiliano ya karibu sana, na jambo ambalo mimi niliona linasaidia zaidi kwenye hili ni kwamba sawa watu kama sisi ambao wazazi wetu sema hawakwenda sana kwenye elimu, lakini wana vitu wanavifanya. Kwa hiyo elimu alionayo baba na mama, basi hakikisha unaichukua kwa ukamilifu kabisa. Baba yangu alikuwa muuza duka, ukiduka na mimi najua kuuza duka. Kama naendesha gari, basi hivyo. Kama baba yako ni fundi viatu na hujajifunza kushona viatu, ukirudi nyumbani wakati wa likizo shona viatu. Kama ni fundi cherehani, jifunze hivyo. Ana fursa kukaa nao, unajifunza ushoni au unajifunza kile ambacho anafanya, anaona raha, anakuambia na siri nyingine, utazichukua hizo. Kwa hiyo wewe mahusiano yako, kwa sababu kama alivyotumia HR ni kwamba wewe umeshakuwa, kwa hiyo unaanza kutengeneza njia zako mwenyewe, lakini hizi usiziache. Unajifunza Uislamu, unajua kwamba kuna ya kweli ya kufanywa na kuna ya uongo ya kuachwa. Kwa hiyo nimalizie kwa kusema tukumbuke hilo. Sote tujielekeze kutafuta radhi za Allah kwa kufanya vile anavyotaka, alivyotuamrisha, na kuviacha vile ambavyo ametukataza.